Amen. Na tuketi. Bwana Yesu asifiwe. It's not by mighty, it's not by power, it's not by love, by anything else apart from love that I stand before you this morning. Nashukuru Mungu kwa sababu ya kunipa hekima, ujasiri na hata nafasi hii. Na nina mengi ya kuongea. Na ndio maana nimesema leo naongelea kuhusu vijana. Bwana Yesu asifiwe. Vijana wako na gates ama vikwazo ambavyo viko katika maisha yao, ambavyo vinazuilia ama they hinder the progress of young men. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati nilikuwa naendelea kumuomba Mungu na kumuuliza aweze kunipatia somo hili, alinionyesha kuhusiana na kitabu cha Exodus ambapo tunasoma story kuhusu Moses. Bwana Yesu asifiwe. Moses alipitia magumu mengi, kuanzia kuzaliwa kwake mpaka kukua kwake, na hata alipokuwa mkubwa na kuchaguliwa na Mungu alipitia magumu mengi. Bwana Yesu asifiwe. Na katika yale ambayo Moses alipitia, kuna stages ambazo nataka tusome leo. Uliza mwenzako kwanza, una kalamu? Una karatasi? Kwa sababu leo tuko darasa. Na yale tunaenda kusoma ni kuhusu the gates that hinder ama the gates that blocks or dominates the youth stage. Bwana Yesu asifiwe. Na nita highlight tu kwanza kwa sababu niko na gate moja ambayo nitaisisitizia zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Gate ya kwanza ni the stage of conflict. Gate ya kwanza ni the gate of conflict. Gate ya pili ni the gate of chaos. Gate of chaos. Gate of confusion. Gate of curiosity. Na ya mwisho, gate of conquering. Sorry. Gate of conquering. Bwana Yesu asifiwe. Inside and outside our lives, the stage youth inaanzianga katika umri wa miaka 13 kupanda mpaka around 28. Na katika ile gate youth tunaendelea kupitia mambo ambayo ni ya mabadiliko, na ambayo ni kuna ile tunaita adolescence ambayo huwa inatokea katika ule umri. Bwana Yesu asifiwe. Katika ule umri tunakuwa na conflicts mingi ambazo zinatukumba sisi kama vijana. Bwana Yesu asifiwe. Hizi conflict zinakuwa ni kama hindrance ya sisi kusonga mbele. Bwana Yesu asifiwe. We find ourselves entering into a lineage or into a line where sisi wenyewe kama vijana hatujijui, hatujitambui, hatuelewi kile ambacho tunahitaji kukifanya ili kusonga mbele. Bwana Yesu asifiwe. Na katika hii stage ndipo tunapata vijana wengi wakipotea, ambayo ni conflict stage. Ndipo tunapata vijana wengi wakipotea. Nitazungumzia conflict sana kwa sababu vijana wengi wamepotelea katika drugs. Ukweli uongo? Vijana wengi wameshikwa. Ukiingia kama Naivasha prison, the youngest age yenye iko huko hivyo ni ya vijana. Ukweli uongo? Hivyo vijana wetu wengi wamepotea. Sasa hii tukitoka tuingie hapa nje, ni vijana wangapi leo wameasi kukuja kanisa, wako katika mambo yao ya raha za dunia? Ni wengi. Bwana Yesu asifiwe. Na kile naamini ni ya kwamba hakuna yeyote alizaliwa akiwa mlevi. Ama kunaye? Ama kuna mtoto alizaliwa alafu akapewa maziwa akakataa, lakini wakati alionyeshwa Heineken akarukaruka mbio? Kuna yeyote? Sisi sote tulizaliwa katika ufalme wa Mungu na tukaonyeshwa njia tukiwa wadogo, kama vile tuko na watoto wadogo, hadi wa mahali penye tulikuja sisi wenyewe tukawa tunajaribu kuwa na conflict katika maisha yetu, kupigana, kutaka kujua ni lipi ambalo tunaweza fanya ama ni lipi alipata wakipigana na akawa alishindwa, atasimama upande wa
nani. Ni kama vile wewe kama mwana youth usimame hapa katika ama ukiwa ndani ya Ukristo, lakini bado kuna nguvu za kule nje zinakuvuruta. Bwana Yesu asifiwe. Utakuwa wa kusimama upande wa yule muovu ama yale maovu ambayo yako nje ama katika kizingiti cha Bwana Yesu. Utakuwa katikati, uwe wa kupigania nitaenda upande upi. Bwana Yesu asifiwe. Hapa Moses alipata a Hebrew and a Jew wakipigana. And an Egyptian wakipigana. Bwana Yesu asifiwe. Na akawa wa ku make decision atamsaidia nani. Na hapo akamsaidia yule ambaye alikuwa ni Mhebrew, akamuua Muegypti. Na tendo lile kuna wale waliliona. Na ndiposa hapo tunasikia akiulizwa wakati anaona kama anakuta wengine wakipigana, anaulizwa yeye atasimama na upande gani ama ataua ule mwingine kama alivyomua ule Muegypti. Alikuwa na conflict ya kudetermine who am I? Am I an Egyptian or am I a Hebrew? Bwana Yesu asifiwe. Na wakati alikuwa anajaribu na kupigana na kung'ang'ana na ile confusion, alijipata akiwa katika hali ya kuchanganyikiwa. Na ndiposa baadaye tunakuta Moses aliamua kutoroka kutoka kwa Waegypti na akarudi mpaka upande gani? Upande wa kuwasaidia Waibrania na ili waendelee mpaka wakaenda kurithi nchi ya kifalme. Bwana Yesu asifiwe. Katika hizi gates pia kuna gate ambayo inaitwa the gate of chaos. Bwana Yesu asifiwe. The gate of chaos is where the enemy baptizes us with lust and the youthful enjoyment of life outside Christianity. Bwana Yesu asifiwe. Hapa tunaangalia kutoka katika kitabu cha Genesis 19:31 to 34. Genesis 19:31 to 34, ambapo tunasoma kuhusu the story of the daughters of Lot. Bwana Yesu asifiwe. Walipokuwa katika mji ule ambako walitolewa na Mungu, ambao ni Sodoma na Gomora. In Sodom kulikuwa na mambo ambayo yalikuwa yanatendeka ya wanaume kwa wanaume, lakini hakukuwa na mambo ya wanawake na wanaume. Bwana Yesu asifiwe. Na the daughters of Lot, wakati walitolewa na wakati Mungu aliita Lot na akamwambia chukua jamii yako na utoke, ili aende na wao kule Mungu atakapomwonyesha. Wale wasichana wake walikuwa hawajahusiana na mambo yale ambayo ni mambo ya wanaume na wanawake, hawajahusikana kwa lolote. Lakini wakati walitoka, walipofika pale kule ambako walikuwa wameenda kukaa kwenye caves, walienda na wakao wa kuhusika kumlewesha baba yao, na baada ya kumlewesha wakalala naye. That is the spirit of lust that comes together with. Therefore we need to master a lifestyle of prayers and be determined in different forms of spirit brought about them, so that we can know how to stand against them. Bwana Yesu asifiwe. Every vibration yenye tunapokea pia inatufanya tuweze kuwa na kuproduce jambo nzuri, ama kuwa katika hali ya kufurahi ama kuingia katika spirits ambazo zimetuzunguka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunahitaji sana kuelewa kuhusu music. Naomba mama wakati mwingine utatupatia chance to learn more about music. Music is a wide topic. Tukianza kuiongelea saa hii tutasahau tulikuwa tunasoma nini, na tuweze mpaka kusahau tunafaa kutenda mambo mengine. Bwana asifiwe. Music is wide and we need to learn what is music. What kind of music do we feed in us? What kind of music do we feed to our kids? What kind of music are we having everywhere? Hatuwezi chukua kama vile tuko na ndugu yetu na dada yetu hapa wanatupatia muziki, tuachukue tuweke katika secular life na to expect waende ku flourish. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna vile utachukua
mbegu ya mahindi, ukuje hapa kwa sababu hapa ni kwa madhabahu, uiangushe hapa, uiombee, uimwagilie mafuta, uifanyie kila jambo, uitakaze, uifanyie kila kitu, expect ime. Kuna zile zinaitwaje? Conditions. Ile mahindi inahitaji ndio ifanye nini? Ndio imee. Ndipo sasa tunachukua mahindi, tunapeleka kwa shamba, tunaiwekea pale chini ya mchanga, tunaimwagia maji, mbolea kidogo, tunailimia kuondoa magugu mpaka itoe mahindi. Bwana asifiwe. So hakuna vile tutafanya music ikuwe ya kwamba mtu anaweza shift from one type of music to the other. We need to learn the spirits behind every type of music. Bwana asifiwe. From the age of 13, those are our juniors, to the senior youths at the age of 28 or up to 30. Ni nini hicho tunaweza itisha Mungu atupe ama afanye ndani yetu ili atuite sisi, atuinue tuwe wa kuonekana ya kwamba katika umri wa miaka 22 John aliitwa akawa apostle. Tuko wengi. Ni jambo gani? Ni jambo gani hilo unaweza ukapiga magoti ukamwambia Mungu, mimi nataka uniinue niwe katika uvivio wako. Mimi nataka uniinue niwe Jehova, mimi nikiwaombea wale ambao ni wagonjwa, uwepo wako unaonekana. Ni jambo gani hilo ambalo liko ndani yako ambalo unaweza siku ya leo ukapiga goti ukamuuliza Mungu, show me that which is in me so that it might call upon those outside to see your works in me. Bwana asifiwe. Being young is not an excuse for us to be in foolishness. Bwana asifiwe. We need to be vibrant, have the zeal. Tuwe katika ile nia ama ile haja ya kutumika katika nyumba ya Bwana ili kuweza kubadili yale ambayo ni maovu ama yale ambayo yanajaribu kukwaza mienendo yetu katika injili ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana kile chote ambacho tutaweza kukikonka siku hii ya leo kama vijana, katika umri wetu kama mama ama wakati tumeingia katika umri wa uzeeni, tutakuwa tumekifungua wakati huu kama vijana. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo tunahitaji kuitisha Bwana aweze kutufungua ili so that anything we conquer at this age of our youth, we may conquer it in our future. Bwana Yesu asifiwe. Kwa haya yote nataka turudi kidogo tu mahali mjasikia nikiguzilia sana, ambako ni the stage of conflict. The stage of conflict, sababu gani nataka kuizungumzia sana? Hapa ni mahali ambapo vijana hatujijui. Na ndio maana nauliza, ni jambo gani hilo liko ndani yako unaweza